Gospel Forum. Gospel Forum Ni salama kivulini pamba zako. Gospel Forum. Gospel Forum Ni salama kivulini pamba zako. Gospel Forum. Gospel Forum Ni salama kivulini pamba zako. Gospel Forum. Gospel Forum Ni salama kivulini pamba zako. Gospel Forum. Tena msikilizaji na mtazamaji wa Upendo TV, nawe unafuatilia kwenye YouTube Upendo Media. Ni katika sehemu ya pili ya Gospel Forum, tuko hapa tena madhabahuni kwa Bwana, ikiwa ni siku nzuri ya Jumanne. Tunamshukuru Mungu sana kipekee ambapo ametujalia tena siku nyingine mpya, tukiwa katika wiki ya mwisho ya mwezi wa 4. Kwa hiyo tuna kipindi maalum ambacho kinaendelea, kimeanza toka jana. Tunaendelea nacho leo, pia ni kwa ajili ya kufunga mwezi, lakini pia kuanza mwezi mwingine mpya. Hivyo basi, kama jana ulikosa nafasi ya kuungana nasi, leo unayo nafasi nzuri ya kushiriki pamoja nasi katika kipindi chetu hiki kizuri, ama tunapoendelea na ratiba yetu hii nzuri ya kufunga mwezi wa 4, lakini pia kukaribisha mwezi mwingine mpya. Hii ni Gospel Forum. Wewe ambaye unajiunga nasi muda huu, ukiwa Mwanza, ukiwa Shinyanga, ukiwa Kagera, ukiwa Kilimanjaro, huko Arusha, Singida na mikoa mingineyo mingi unayetufuatilia kwa njia ya TV, tunakukaribisha sana tuwe pamoja. Mimi ni Potina Nelson Jacobo, niko na mtumishi wa Mungu mwalimu wetu Mwasakifu kutoka KKKT usharika wa Highland. Karibu sana mtumishi. Kumbe nilikuwa nakosea kutaja jina. Lipi hilo? La kwako. Sasa hivi nitakuwa nataja kama ulivyolitamka. Aha. Yeah. Sawa. Hilo nalo ni darasa kwangu. Hongera. Amen. Kwa hiyo umepata darasa jipya. Nimepata darasa. Kwa nilikuwa nakosea, mimi nilikuwa naita Potina, kumbe ni Potina. Sawa. Nimeelewa. Habari za toka jana? Njema kabisa mwalimu. Habari za kwako? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea salama. Mungu ni mwaminifu. Amina. Hongera sana kwa huduma. Asante, tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mungu ni mwema. Amen. Amen. Niwashukuru wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wanaotufuatilia mahali popote pale. Niwe na neno hili kwenu. Sasa kabla sijasema, naomba uandae moyo wako kwamba kuna neno linakuja. Nikupongeze sana sana wewe unayetufuatilia bila kuchoka, iwe ni kwa kutusikiliza kupitia redio yako, ama kwa kututazama kupitia TV, ama mitandao yoyote ile ambayo inatokana na Upendo Media. Si jambo rahisi sana. Kuna televisheni nyingi, kuna redio nyingi, kuna mitandao ya watu wengi sana. Ungeweza kwenda huko, lakini kutenga muda wako kwa ajili ya kuwa na ibada na Mungu, tunauthamini sana huo moyo. Amen. Huo moyo ni wa maana sana sana. Hatuna kitu tunachoweza kukulipa, tunachoweza kufanya kwa ajili yako zaidi ya kutamka neno hili. Yule Mungu anayebariki akakubariki. Amen. Tunapopata simu na message, ndani yetu linakuja deni. Hawa watu hatujawapigia simu. Ingekuwa kule zamani kwenda kanisani, hatujapiga kengele. Hatujawaambia chochote, hatujafanya chochote kilicho cha pekee sana, lakini kwa mioyo yao wameamua kutune na kutazama hiki wanachokitazama. Hivi unajua wapenzi wasikilizaji na watazamaji wetu, mnafanya kitu cha maana sana. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Yaani ninatamani Mungu afanye kitu kwa ajili ya maisha yako kwa huo moyo wa kupenda ibada. Amen. Amina. Basi kabla tujaendelea, wacha tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, umetupa tena tarehe nyingine, hii tarehe 28, ambayo tunajua ni kwa uaminifu na kwa wema wako. Umetupigania, umetutunza, umetulinda. Umetupa tena kibali cha kuisogelea madhabahu yako. Si kwa haki na wala si kwa uwezo wetu. Ni neema yako, ni huruma zako, ni upendo na upendeleo wako ulio mwingi sana juu yetu.
Umefanya zaidi ya vile tunavyostahili. Umefanya zaidi ya vile tunavyoomba. Umefanya zaidi ya vile tunavyopaswa kufanya kwako. Mungu, ndio maana tunakutukuza na kukuadhimisha peke yako. Ndio maana mioyo yetu inakupenda wewe, kwa sababu ni Baba peke yake unayetupenda bila sababu, na upendo wako ni wa agape. Haukutafuta kitu ili tupende, pamoja na madhaifu na mapungufu na kila tulicho nacho kisicho sawa mbele yako, ukatupenda na ukamtoa mwanao Kristo Yesu afe msalabani kwa ajili yetu. Hilo peke yake linatupa deni ndani ya mioyo yetu. Tusaidie katika maisha yetu tukuishi wewe, lakini tuwe na mwisho mwema kwenye maisha yetu. Ni saa nyingine Baba tunaipandia madhabahu yako kwa ajili ya tafakari ya neno. Tunaomba kwa rehema zako na kwa huruma zako turehemu na kutusamehe popote tulipokukosea, yamkini kwa mawazo, maneno na matendo. Ile damu yako, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, ituoshe na kutufinyanga na kutukarabati. Tuko tayari Bwana kusafishwa na kuoshwa na wewe, ili tupate uhalali wa kuisogelea madhabahu yako, na hapo ndipo tukusikie wewe, tusimsikie mtu. Bwana, tukikusikia wewe tunajua neno lako litatuponya, neno lako litatuhuisha, neno lako litatukarabati, neno lako litatubadilisha. Huko ndiko tunakotamani. Hata msikilizaji na mtazamaji wetu tunamshikamanisha na madhabahu yako huko, ili akisikia na kuponywa aone sababu tena kesho kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Katika jina la Yesu tutumie upendavyo. Anza nasi na ukimaliza nasi kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Kwa wale tuliokuwa nao toka jana, tulikuwa na program maalum kama dada Potina alivyosema, na tukawa na somo maalum ambalo linatupeleka kwenye tafakari. Sijajua hicho ni Kiswahili rasmi. Tafakari na tafakuri juu ya mwisho wa mwezi wa 4. Na kichwa ambacho tumekuwa tukienda nacho kina maneno yanayosema hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Sasa kwa sababu ya kile kilichoko mbele yetu, kwamba bado tuna safari ndefu, sintarudi kule nyuma sana. Ninatamani nisogee mbele kidogo. Maneno tunayoyasimamia ni kutoka katika Samueli wa kwanza, ule mlango. Natamani niyasome vizuri haya maneno kwa sababu ndiyo tunayoenda nayo. Samueli wa kwanza mlango wa 7 ule mstari wa 12. Samueli wa kwanza 7:12 anasema, ndipo Samuel akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispi na Sheni, akaliita jina lake Eben Ezel, akisema, au maana yake ama tafsiri yake ikiwa, hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Kwa ukiona mtu anasema Eben Ezel, sasa sisi tumelirahisisha, tunasema Ebeneza, na wengine wana watoto wanaowaita Ebeneza. Tafsiri ya jina hilo maana yake hata sasa Bwana ametusaidia. Na jana nikawa nimekutafakalisha mambo machache. Nikasema tunapotafakari mwisho wa mwezi wa 4, hatutafakari tu tunapomaliza mwezi, tunatafakari kule Mungu alikotutoa. Kule Januari tulikoanza mwaka, kule tarehe 1 ya mwezi wa 4 tulikoanza, hata hapa tulipofikia. Nikakwambia hata hapa tulipofika ni Bwana ametusaidia. Hata hapa tulipo ni Bwana amefanya. Haikuwa rahisi, haikuwa njia nyepesi. Pamoja na yote tulioyapitia, tuliokutana nayo, yaliyotuvunja moyo na kutukatisha tamaa, yale tuliochafuliwa nayo kwa kusingiziwa, yaliyokuja mbele yetu na kutufanyia kizuizi, anasema pamoja na hayo yote tumemwona Mungu. Tena si kidogo, tumemwona Mungu kwa viwango vingine, kwa namna mpya, kwa sura nyingine. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kusema haijawa kwa uwezo wetu, ni Bwana amefanya. Haijawa kwa akili zetu, ni Bwana ametutetea. Haikuwa kwa nguvu zetu, ni Mungu ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia, ni Ebeneza. Kwa misingi hii tungeweza kusema hata hapa tulipofikia
Ni Mungu aliyetushika mkono. Na nilikupeleka kwenye ile Isaya 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10 unaosema usiogope, kwa maana nyingine usiwe na hofu, woga wala mashaka. Kwa nini? Anasema kwa maana mimi ni pamoja nawe. Anayejitambulisha na kujitanabaisha hivyo ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaelekea mwisho wa mwezi, hupaswi kuogopa. Bado Mungu aliyeumba mbingu na nchi yuko pamoja nasi. Nikisema pamoja nasi na kupunguzia tafsiri, yuko pamoja nami, na wewe sema pamoja nami. Anasema usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Mimi ni Mungu wako. Angalia, si tu kwamba anabaki kuwa Mungu wangu, lakini pia anasema nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Kutiwa nguvu kunatokana na kupungukiwa nguvu, kulemewa, kuchoshwa na kupitia changamoto nyingi. Kusaidiwa kunatokana na kutokuweza tena, kunakotokana na sababu nyingi. Lakini Mungu aliyejitambulisha ya kwamba yuko pamoja nasi ni Mungu wetu. Anasema usifadhaike, na anasema nitakutia nguvu na kukusaidia. Naam, ninapenda hicho kipande cha mwisho, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Maana yake popote utakapokuwa, hautakuwa peke yako. Bwana atakuwa sehemu ya maisha yako. Na ndio maana Musa, kwa kulijua hili, wakati anaambiwa kwa safari ya kwenda Kanani, anaambia Mungu, hapana, usituruhusu twende peke yetu, wala usitutume na malaika. Uso wako usipoenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa. Alitamani kwenda na Bwana. Na Mungu hapa anajitambulisha ya kwamba atatushika kwa mkono wa kuume, kama ambavyo amefanya kuanzia Januari mpaka April, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 28. Ninatamani nikuambie uwe na uhakika kwamba hata mwezi wa 5, wa 6 mpaka wa 12, Mungu aliyejitambulisha kuwa Mungu wako atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yote. Sasa hebu turudi pale kwenye ile Samueli wa kwanza. Sasa nitaanzia Samueli wa kwanza 7 mpaka 12. Niliusoma pale jana mistari yote, sikuzungumza kitu nikijua tutapata muda wa kuingia ndani kidogo leo. Sasa leo ninatamani ni usome mstari moja na kubainisha vile vitu vya msingi sana kwenye hiyo mistari ambavyo unapaswa kuvijua, na hasa tunapoendea mwisho wa mwezi wa 4. Jina la Bwana libarikiwe. Samueli wa kwanza 7, tutaanzia mstari wa 7 mpaka wa 12. Nikifanikiwa kufika mstari wa 12 nitamtukuza sana Mungu. Hebu tuanze mstari wa 7. Anasema hata Wafilisti, kumbuka hawa ni maadui wa taifa la Israeli, waliposikia kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispi, mashehe wa Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nataka nikwambie, Israeli ni taifa la Mungu. Narudia tena, Israeli ni taifa la Mungu, kama ambavyo wewe ni mwana wa Mungu. Tunaenda pamoja na kwamba ni taifa la Mungu, lakini bado lilipitia nyakati ngumu. Ni muhimu sana, lilipitia nyakati ngumu. Bahati mbaya sana, nadhani ni sisi tunaosimama madhabahuni huwa tunakosea tunapofundisha na kukalilisha watu kwamba ukishaokoka kila kitu kiko sawa, hautakutana tena na changamoto. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Changamoto zipo. Majaribu na mapito yapo. Kupo kupita kwenye moto, na saa zingine si tu moto, tanuru la moto. Kupo kupitia nyakati ngumu. Hili ni taifa la Mungu, lakini Wafilisti walipanda ili kupigana na taifa la Mungu, ambalo tulitegemea kwa sababu ni taifa la Mungu lingekuwa salama. Sasa hilo tutajifunza nyakati nyingine, kwa nini Mungu wakati mwingine anaruhusu tupitie kwenye nyakati ngumu. Angalia, anaendelea kusema, nao wana wa Israeli waliposikia wakaogopa Wafilisti. Sikiliza, wana wa Israeli wanajijua kwamba wao ni taifa la Mungu, lakini wana moyo wa damu na nyama. Ni binadamu hawa. Wanaposikia vitu vya kuogopesha wanavyogopa. Nizungumze kitu kimoja, usije ukafika mahali ukakosea ukadhani
Kuna nyakati utapitia nyakati ngumu, moyo wako ubaki vile vile. Kuna nyakati unaweza ukateteleka, kuna nyakati unaweza ukapata shida. Wafilisti wakaogopa, Waisraeli wakawaogopa Wafilisti, hofu ya kushambuliwa. Taifa likawa na hofu ya kifo na hofu ya kupigwa na adui. Nilichotaka ukione ni hicho. Kwa inawezekana toka tumeanza mwaka, toka tumeanza mwezi, kuna nyakati ulipita kwenye vitisho vilivyosababisha hofu. Kuna nyakati ulipita kwenye mashambulizi, kwenye upinzani, roho za watu waliotamani kuangamiza maisha ya kwako. Wewe sio wa kwanza. Hata taifa la Israeli walikutana na vitisho vilivyosababisha hofu ndani ya mioyo. Huo ni mstari wa 7. Twende mstari wa 8. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, ninachopenda, hawa ndugu hawakukubali kukaa kwenye hofu kama wengi wetu tunavyokosea. Nilishawahi kukwambia ya kwamba Mungu hakutumbia roho ya hofu, bali roho ya nguvu. Kwa tafsiri nyingine, roho ya ujasiri. Kwa unapoona moyo wako unatawaliwa na hofu, ujue adui anawinda imani yako. Kwa nini? Imani na hofu havikai pamoja. Huwezi ukatuambia nina hofu halafu tukatuambia una imani. Sikiliza, hofu ni kuwa na mashaka juu ya kitu fulani, majira ama tukio fulani. Lakini tunapozungumza habari za imani ni kuwa na hakika, ni kweli ndani ya moyo wako juu ya chochote unachokipitia. Sasa wana wa Israeli pamoja na hayo yote wakajua ya kwamba wao, Mungu wao ni baba yao. Wao ni taifa teule, ni taifa la Mungu. Angalia wanachokifanya. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli nabii, usiache kumlilia Bwana. Tunajua Mungu wetu yupo. Tunajua Mungu wetu anaweza. Unajua, wanapojenga imani juu ya kuweza na kuwepo kwa Mungu wao, hofu inayeyuka ndani ya moyo. Kiboko, dawa, uponyaji wa hofu ni kutamkia ushindi juu ya kile kinachokuogopesha. Hilo neno ni muhimu sana. Kwenye kile kinachokuogopesha, kutamkia ushindi. Kwa Israeli wanamwambia Samuel, ambia usiache kumwambia, kutuombea kwa Mungu wako. Usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe. Lile neno atuokoe, atushindie, atupiganie na mikono ya maadui zetu, yani Wafilisti. Nataka nikutafakalishe hili. Ninajua maadamu uko chini ya jua, una mwili wa damu na nyama, unaishi kwenye dunia ambayo Biblia inamtaja Mungu kwa herufi ndogo wa dunia hii, anayeitwa Shetani. Huwezi kukwepa majaribu, vitisho, nyakati ngumu na nyakati nzito. Zipo. Ukiona haujapitia sasa hivi, ziko zinakuja. Ukimaliza moja, liko lingine linakuja. Kwa usije ukaona toka Januari mpaka April unapita mahali pagumu ukajua basi utapitia hapo hapo. Kila jambo limefungwa kwenye muda. Kuna nyakati za kulia, kuna nyakati za kucheka. Lakini kama haujapita kwenye nyakati ngumu, usije ukadhani itabaki kuwa hivyo hivyo. No, ili dhahabu ifae kwa ajili ya soko la kimataifa, lazima ipitishwe kwenye tanuru la moto ili ipimwe na kuthibitishwa. Kuna taifa la Israeli pia lilipimwa ili lithibitishwe Mungu wao ya kwamba yupo na anaweza. Kwa ndo maana nimesema inawezekana toka tumeanza mwezi ama toka tumeanza mwaka umekuwa ukipita kwenye nyakati ngumu. Jambo la kwanza nililo nalo, nataka nikwambie, yuko Mungu wako ambaye ni baba yako. Haujaachwa, haujatelekezwa, haujatupwa, haujasusua. Mungu yuko pamoja na wewe. Mtu mmoja akasema, sekunde moja tu Mungu akikuacha, kila kitu kwako kinabadilika. Kwa usione kwa sababu unapitia kwenye hayo ukaanza kudhani Mungu amekuacha. Wana wa Israeli wakasema, no, tunamjua Mungu wetu yupo. Tunajua Mungu wetu anasikia. Kwani walimjua Mungu wao kwamba anasikia, anawapigania na ana uwezo, lakini yupo na anaishi. Kwa hiyo wakati wa shida wanamwambia Samuel asiache kumlilia Mungu, asiache kumwomba Mungu kwa ajili ya hilo. Nikuulize mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, unapopita kwenye nyakati ngumu, huwa unaona nini? Imani yako huwa inakuwa wapi? Tumaini lako huwa linakuwa wapi?
Katika miezi minne hii ambayo tunakwenda kumalizia huu wa 4, umepita kwenye nyakati ngumu. Umeona nini katika hayo? Nini ambacho umekiona kwenye maisha yako? Wakati wa shida huwa unaona nini? Huwa unamuona nani? Israeli walijenga imani yao kwa Mungu, wakamwomba Samueli aombe kwa huyo Mungu ili awatetee, ili awavushe, ili awapiganie. Ni kuombe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu, unapopita kwenye changamoto ngumu, madamu unaye Mungu, jifunze jambo hili: jicho lako, imani yako, sikio lako, tumaini lako lijenge kwa Bwana. Ni Mungu aliyoko na ni Mungu anayeweza. Bila kujalisha umepita kwenye nyakati ngumu kiasi gani, na hata unapomaliza mwezi wa 4 unasema ni afadhali uende tuone mwezi wa 5 utakuwaje. No, usitake tu muda upite. Jenga imani yako kwa Bwana. Waisraeli hawakutaka tu ile siku ibadilike iende siku nyingine, lakini walichokijua wakamwambia Samuel awalilie, awaombee kwa Mungu wao ili awasaidie na kuwavusha mahali hapo. Kwa Kiswahili kingine, katikati ya mazingira magumu, usilitukuze jaribu lako. Mtafute Mungu aliye mshindi dhidi ya majaribu, akuvushe salama kwenye hiyo kona. Haleluya, libarikiwe jina la Bwana. Hebu tuende mstari wa 9. Ndipo Samuel akatwaa mwana-kondoo. Darasa muhimu sana. Yaani wakati huo wamezungukwa na maadui, Samuel anamtoa mwana-kondoo mchanga. Ninapenda haya mafunuo. Kuna darasa kubwa sana kwenye hii kona. Angalia, anasema akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Nilichotaka uone ni nguvu ya sadaka. Kuna wakati niliwahi kukuambia ya kwamba sadaka ni ibada, na mwenye hati miliki ya ibada sio kiongozi wako, ni Mungu mwenyewe. Mahali palipo na sadaka pana ibada, mahali palipo na ibada pana sadaka, na mahali palipo na ibada Mungu mwenyewe anashuka kuja kuchukua hiyo sadaka. Hatumi malaika kwenye kuchukua sadaka, ni yeye mwenyewe anashuka. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kusema unajuaje? Nenda, wakati Elia amemweka yule ng'ombe kwenye ile madhabahu, alipotaka kumtambulisha Mungu wake, anasema moto ulishuka. Kumbuka, Mungu ni moto ulao. Kwa aliyeshuka ni Mungu mwenyewe kwenye ile madhabahu. Nilitaka uone hiyo picha na namna ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Manoa baba yake Samson alipokuwa analetewa habari na mke wake ya kwamba malaika amenitokea, anasema tutapata mtoto na huyo mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu, Manoa akamwambia no, ninatamani na mimi nimuone huyo malaika, kwa akija uniite ili na mimi nimuulize maswali. Alipokuja wakaojiana vitu vingi sana. Mwisho wa siku Manoa akasema subiri hapa, ngoja nikalete mara moja sadaka ya kuteketezwa. Malaika akamwambia no, usinitolee mimi, na mimi ni mtumishi wa Bwana, hakikisha unatoa sadaka kwa Mungu. Nilichotaka uone ni nini? Hata malaika anajua mwenye hatima juu ya sadaka sio yeye, ni Mungu mwenyewe. Ninachotamani ukione, huwa unafanya nini unapopitia nyakati ngumu. Ngoja niseme neno gumu kidogo, ukiona hujalielewa nitalirudia. Njia ya kutukwamua kutoka kwenye changamoto si maombi tu. Hata kama maombi yana nguvu ya kuweza kufanya, nataka nikwambie iko namna nyingine ambayo unaweza ukageuza sadaka kuwa kanuni ya kimaombi. Hiki hakiko kwenye notes, lakini kitakusaidia. Sikiliza, unaweza ukageuza sadaka yako kuwa kanuni ya maombi. Sasa bahati mbaya sana, sadaka mioyo yetu inaitazama kama fedha na vitu tunavyotoa kwenye vikapu vya sadaka ili kunufaisha kanisa na watumishi. Haiko hivyo. Hiyo ni maana ndogo sana. Lakini sadaka, sikiliza, ndani yake inabeba moyo wako, inaupeleka mbele za Bwana na kuufunua ili Mungu asome kilichoko kwenye moyo. Kwa tafsiri nyingine, anayetoa sadaka ndiye mnufaika kuliko anayepokea. Naye anayepokea akitaka kunufaika lazima na yeye ajifunze kutoa. Na ndio maana wazee wa baraza lazima mjue ya kwamba sadaka zinazotolewa na Wakristo, kuna namna ambavyo na kanisa linapaswa liguse wajane na yatima ili na lenyewe lipate baraka zile zinazopatikana kwa kutoa. Hiyo ni theolojia ngumu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Wakristo wanatoa, lakini pia na kanisa
chini ya viongozi wa kanisa na baraza, mnapaswa pia kuwa na program ya kile kinachotolewa Jumapili, kuwa na namna ya kukitoa, ili kwa kadiri ile ile Wakristo wanavyobarikiwa na kanisa linabarikiwa. Kwa hiyo Wakristo watajikuta na wenyewe wanaendelea kutoa, kwa sababu kuna namna ambavyo wale tunaowatunza kama kanisa wanaliombea kanisa ili liendelee kubarikiwa. Hiki nitakiongea siku nyingine. Lakini nilichotaka uone, unaweza ukaigeuza sadaka ikawa kanuni ya maombi. Kwa nini? Unapotoa sadaka inaubeba moyo wako na kupeleka mbele za Bwana na kupeleka message iliyoko kwenye moyo. Hiki unisikilize vizuri. Unapopita nyakati ngumu, ni nyakati ambazo usipokuwa makini unaweza ukajikuta unalalamika badala ya kuomba, na Mungu hajibu malalamiko. Palipo na malalamiko na manunguniko, pana ghadhabu ya Mungu. Israeli walipomnungunikia na kumlalamikia Mungu, Mungu akashusha nyoka wa moto, watu wengi wakafa. Kilichowaokoa ni ile neema. Baada ya kugundua, wakaomba toba na msamaha, Mungu akasema nyoka wa moto hawatatoka, tengeneza nyoka wa shaba. Nini kilichotokea? Walipolalamika na kunungunika, Mungu hafurahishwi na malalamiko na manunguniko. Sisi ni wanadamu, kuna mahali tukipita mahali pagumu, mioyo yetu haiwezi kuomba kwa kuleta hoja zenye nguvu kama Isaya anavyosema. Badala yake unaweza ukakuta unalalamika na kunungunika, kitu ambacho moja, unapoteza muda; mbili, unaitumia vibaya rasilimali maombi; lakini tatu, unafanya maombi hayo yasijibiwe, na maombi yasipojibiwa imani yako inakufa. Kwa hiyo kipindi hicho, badala ya kutafuta maneno ambayo yatakuingiza kwenye kulalamika, jifunze kutoa sadaka itakayoubeba moyo wako na kupeleka mbele za Bwana. Uwe na uhakika Mungu atajibu. Samueli anaambiwa na wana wa Israeli, usiache kutulilia kwa Mungu. Sikiliza, Samueli na yeye alikuwa ni Mwisraeli. Kwa kama Israeli ingepigwa, na yeye angepigwa. Kwa na yeye kama taifa lilikuwa na hofu, na yeye moyo wake ulishtuka. Alichokifanya, anatoa sadaka. Tafsiri yake ni nini? Anasema, Mungu, kuna maneno siwezi kuyasema, lakini moyo wangu unauona namna ambavyo umepanua na hii kona ya mazingira tulionayo. Shughulika, fanya kitu. Hebu nikupeleke kwenye hii Zaburi. Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka 4. Moyo, mtu aliyetoa sadaka, moyo wake unabebwa unapelekwa madhabahuni na kueleza haja zake zote. Hebu tuende. Nataka tuone namna ambavyo sadaka inabeba moyo. Zaburi ya 20 mstari wa 1 mpaka 4. Nianzie mstari wa 3. Nitakwenda 4, nitakwenda wa 1, tutamaliza na wa 2. Mstari wa 3 anasema, azikumbuke sadaka zako zote. Kwa hiyo sadaka huwa zinakumbukwa. Ukitoa, ukiona haujaona matokeo leo, usije kadhani imepotea. Haipotei kama bahati nasibu. Sadaka zinakumbukwaga. Kwa kila unachokitoa kinatunzwa. Sijajua kama ni mafaili ama kwenye vitabu vya mbinguni, sijui. Lakini cha pili, na kuzitakabali na kuzikubali dhabihu zako. Kwa hiyo kuna kuzikumbuka na kuzikubali sadaka. Huko nako kuna vitu vingi ndani yake. Sadaka ipi huwa inakubalika ni ajenda nyingine, lakini kwa kudokolea kidogo, si kila sadaka. Hapa tunazungumza sadaka inayouma, sadaka ambayo mtu anatoa kwa moyo, sadaka ambayo imebeba kipimo chako cha uaminifu kwa Mungu aliyekuamini. Hiyo ndio tunayoizungumza. Hatuzungumzi chenji, mabaki ama masalia hapa. Oh, Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Tito Mpesa alisema leo tunatoa mzigo hapa. Hii manake ni sadaka mzigo. Angalia mstari wa ngapi? Tuende mstari wa kwanza sasa. Tuende mstari wa 4. Nataka uone sasa matokeo ya sadaka kubeba moyo wa mtoaji sadaka. Nataka uone kwamba kumbe sadaka inaweza ikafanya pakubwa kuliko maneno yako, na hasa unapopita kwenye nyakati ngumu. Kama unapita kwenye nyakati nzuri, ninajua unaweza ukatiririka na mtiririko mzuri, lakini si nyakati za kufiwa, nyakati za ugonjwa, nyakati za kufukuzwa kazi, nyakati za kukosa ajira, nyakati za kutelekezwa, nyakati ambazo kila kitu hakijaenda sawa. Moyo huwa unavurugika, lakini kuna ujumbe unaobebwa na kile unachotaka Mungu afanye. Sasa angalia mstari wa 4. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo. Kwa kadiri ya haja ya moyo, maana yake kile kitakacho kuja kwa namna ya kukujalia Mungu ni kile kilichoko kwenye moyo uliobebwa na kupelekwa madhabahuni. Kwa kadiri ya haja ya moyo, sio kwa kadiri ya ajenda ya maombi. Nataka uone tofauti hapo.
Lakini cha pili anasema na kuyatimiza mashauri yako yote. Mashauri hukaa moyoni. Manake kule ndani yako kuna namna ya mashauri unayohitaji Mungu ayafanye. Unapotoa sadaka yako, madamu sadaka inabeba moyo, maana yake huo moyo utafunguka, utaanikwa, utamiminwa mbele za Mungu, na Mungu atayatimiza mashauri yako yote. Kutoka kwenye msingi upi wa sadaka? Sio maneno. Angalia mstari wa kwanza. Bwana akujibu siku ya dhiki. Siku ya dhiki ni siku ambayo inawezekana hata kusema Yesu nisaidie huwezi. Lakini sadaka zako zikikumbukwa na moyo wako ukasogezwa mbele za Mungu, Mungu anaachilia msaada siku za dhiki, za tabu, za mateso na maumivu. Unajikuta umevushwa mahala ambapo hukutegemea. Kwa nini? Sadaka yako ilipotolewa ilipeleka na moyo wako, ikapeleka na maelekezo yaliyoko ndani ya moyo. Mungu alipoyatazama nyakati za dhiki, anaachilia kujibiwa. Angalia, jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Hakuna mtu asiyependa kuinuliwa. Bahati mbaya sana tumetegemea watu kutuinua. Tumesahau ya kwamba yuko Mungu anayeweza kutuinua kupitia kile tunachokifanya kwa sadaka zetu, na hasa tunapoifanya sadaka kwa maombi. Na ndio maana mzee Samuel anasema mioyo ya wana wa Israeli ndani yake ina ajenda, inahitaji kusaidiwa, inapita kwenye nyakati za dhiki, inahitaji kuinuliwa. Sadaka hii isome, ibebe mioyo ya wana wa Israeli, halafu Mungu usome kilichoko ndani ya moyo. Angalia mstari wa pili. Akupelekee msaada toka patakatifu. Huu msaada hautoki kwa wakuu, unatoka patakatifu. Ninatamani huu mstari we Maria, unatoka patakatifu. Na msaada unaotoka patakatifu unazidi akili zote, na saa zingine unaweza ukawa ni mkubwa kuliko kile unachokihitaji. Na ndio maana kuna wakati unapotafakari, mathalani kutoka Januari mpaka April, kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 28, kuna mahali umeona kabisa haikuwa uwezo wako, haikuwa akili yako, hayakuwa maarifa yako, haikikuwa chochote kilicho cha kwako. Unapotafakari unauona uaminifu wa Bwana. Mungu alikuvusha mahala ambapo hukuweza kuvusha. Amekupigania kwa namna ambavyo hukutegemea. Amekupa kwa zaidi ya vile ulivyoomba. Amefanya kwa zaidi ya vile ulivyotegemea. Unapoviona vitu vya namna hii, ni uaminifu wa Mungu. Lakini kuna wakati ni matokeo ya kile ulichokifanya na sadaka zako kukumbukwa. Na cha mwisho anasema kukutengemeza kutoka Sayuni. Haleluya, libarikiwe jina la Bwana. Nini ninachotaka kuzungumza? Samuel anapoambiwa asiache kuwalilia wana wa Israeli, angalia anachokifanya. Anamchukua mwana kondoo, anampeleka madhabahuni. Mwana kondoo anasoma ujumbe ulioko ndani ya mioyo ya wana wa Israeli. Nataka nikuongeze mstari mwingine, Waibrania 11 mstari wa 4. Waibrania 11 mstari wa 4. Angalia, ninataka uone kilichoko kwenye sadaka ambacho ndicho anachokifanya Samuel. Alafu unapofika wakati huo, ama wakati wa shida na dhiki, uone namna ambavyo sadaka huwa inafanya kazi. Ninazungumzia sadaka ya mwana kondoo ambaye Samuel anamchukua, anapeleka madhabahuni. Angalia Waibrania 11 mstari wa 4, anasema hivi: kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora. Angalia hilo neno, dhabihu iliyo bora. Kipimo cha ubora ni thamani inayoanzia kwenye moyo, sio inayoanzia madhabahuni. Na ndio maana Mungu anapenda vitu vilivyo vya pekee, unavyovipenda, vilivyoshika moyo wako. Kile kilicho na thamani kwenye moyo wako ndicho unachopaswa kukitoa sadaka. Yaani usitoe chochote halafu kategemea Mungu anakibadilisha kiwe na thamani. Thamani inaanzia kwenye moyo. Na ndio maana anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Sasa angalia kipande hicho cha mwisho. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa, Kiswahili kizuri, ijapokuwa hayupo, angali akinena. Nini kinanena? Ni sadaka yake iliyobeba haja ya moyo wake. Sijajua kama umeona kitu kwenye sadaka ambayo Samueli anaitoa baada ya kuombwa na taifa la Israeli asiache kuwalilia taifa la Israeli. Ngoja tuone kipande cha mwisho tunapohitimisha. Baada ya kutoa sadaka, si tu kwamba alitoa sadaka, angalia anachokifanya Samuel. Samuel akamlilia Bwana, kwenye mabano, akatoa machozi. Nilikwambia machozi ya mtu yanayotokana na maumivu
99% ni hisia za mtu, 1% ni maji. Hiyo sentensi ni muhimu sana. Machozi ya mtu 99% ni hisia za mtu. Zile hisia zina maelezo ndani yake. 1% ndo maji. Sasa tungezungumza habari za machozi, ningekwambia maneno haya kabla sijaenda kuhitimisha. Jambo la kwanza, epuka sana kwenye maisha yako kuwa chanzo cha mtu kutoa machozi. Sentensi hiyo nairudia. Epuka sana kwenye maisha yako kuwa chanzo cha watu kutoa machozi. Kwa kudhulumiwa, kuonewa, kunyimwa haki, kuumizwa, kupakwa matope, kutukanwa, kudharauliwa na kufanyiwa chochote kilicho kibaya. Acha yale machozi ambayo mtu anayatoa tu kwa sababu amekosea, ananyoshwa, anaona kama vile umemwonea. Ninazungumza habari za kile ambacho wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba hiki ninachofanya sio sawa. Mwimbaji mmoja aliimba wimbo niliupenda sana, akasema, Mungu nifanye kuwa baraka kwa watu wote. Ninajua ni ngumu kuwa baraka kwa watu wote kwa 100%, kwa sababu wako watu watakao kuchukia. Lakini hebu fanyika baraka kwa watu. Usiwe chanzo cha kila mtu kulia kwa ajili yako. Sio sawa. Sasa haya sio machozi ya Samuel. Samuel alikuwa analia kwa ajili ya taifa lake. Anasema Samuel akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamwitikia. Kwa kilichosababisha majibu ya kile alichokifanya Samuel ni machozi na sadaka. Ni machozi na sadaka. Jifunze kuwa na maombi ya maombolezo. Samueli hakutaka tu kuomba, akataka kumfanyia Mungu ibada. Na ndo maana hakuomba tu ama hakulia tu, lakini alishikamanisha machozi yake na sadaka. Tunapomshukuru Mungu, tunapomaliza mwezi, haitoshi tu kusema Mungu asante. Shikamanisha sadaka yako na kila ambacho Mungu amekutendea kwenye hizi siku 28. Kwenye hii miezi 4 ambayo Mungu amekutendea na kukutetea. Lengo la Samuel lilikuwa ni moja. Alikuwa anajua palipo na sadaka pana ibada, palipo na ibada pana Mungu, na Mungu anashuka mwenyewe. Kwa tunapohitimisha mwezi huu, hebu fanya tendo hilo. Toa sadaka yako ukimshukuru Mungu kwa mema mengi aliyokutendea. Lakini pia achilia machozi kuonyesha unamshukuru Mungu kwa kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili yako, ili hayo machozi na sadaka vifanyike ukumbusho mbele za Bwana. Ngoja niko naangalia hapa, saa yangu inaniambia ukiongeza hapo unawachelewesha watu. Jana nilizungumza kitu kimoja, nikaambia ninajua tuna mahitaji mengine mengi sana, lakini kiu yetu ni kutamani kuwa na kitu cha kishukurani kwa Mungu aliyekupeleka kota ya kwanza ya mwaka. Tungetamani kupata mahitaji ya namna hiyo, yangekuwa ya maana sana. Ziko dharura za yale mambo ambayo tunatamani tuyaombee kidharura. Mtu anaenda kufanyia operation, mtu anaenda kujifungua, inawezekana mtu anaenda kusomewa hukumu ya kesi yake leo. Sawa, lakini kama ni issue ya kwamba ninataka Mungu anipe mume, tutaliombea hata kesho kutwa. Lakini kile ambacho Mungu amekifanya mpaka mwisho wa mwezi, hii miezi 4 ambacho unataka umwambie Mungu asante, kilete kama agenda. Na ndio maana hata jana mkazo mkubwa ulikuwa kwenye shukrani. Tulikuja kumalizia na mahitaji yetu. Kwa ni kuombe unayekuja kupiga simu na unayeandika message. Agenda yetu kubwa ni hata sasa Bwana ametusaidia kwenye yepi aliyokusaidia. Yalete ili tuende tupeleke shukrani zetu kwa Mungu ambaye hata sasa ametusaidia. Wale ambao watatuma sadaka zao, namba ya sadaka ni 0757 220 220 0757 220 220. Nitakuwa ninaweka tiki kwa wale ambao wamefaulu kazi yangu, wamefaulu homework yangu ya kutaka kuleta kile ambacho wanaona hata walipofikia, hata walipo, hata walivyo navyo, hata walivyo ni Bwana amewasaidia, ili tupeleke agenda zetu za shukrani. Zile dharura zingine ziletwe, tutazipokea, lakini tunatamani sana
iwe ni ajenda ya hata sasa. Bwana ametusaidia. Karibu dada Pote. Asante sana mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu Mwasakifwa, na nikushukuru pia msikilizaji na mtazamaji uliopata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki kizuri sana. Ibada yetu ni njema. Hongera sana, ukifuatilia kwa uzuri basi vipo vingi utavuna. Na tunapomaliza mwezi wa 4 huu utakuwa ni mwezi wa kipekee kwako, na tunapoanza pia mwezi mwingine utakuwa ni mwezi ambao unaendelea kufanyika baraka katika maisha yako. Hivyo nikualike kuleta mahitaji yako mbele za Mungu kupitia namba zetu za 0716080905. Pia tuandikie kwenye 0786636677. Ni wakati wa kuleta mahitaji yetu mbele za Mungu. Ni kukaribishe kufanya hivyo. Kwenye laini yetu ya simu, hello. Bwana asifiwe sana. Amina. Hata sasa Bwana amemsaidia. Ngoja tukupime sasa. Januari. Ndio. Ninamshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Nilihamia nyumba yangu, nimeweza kurekebisha, nimepiga plasta, nimeweka tiles upande mmoja. Wow. Ninamshukuru Mungu kwa hilo sana. Amen. Ninamshukuru hata kwenye biashara yangu ananionekania. Amen. Mungu awabariki. Mungu akubariki. Umefaulu. Nakupa asilimia 70. Amina. Amen. Amen. Hongera sana kwa kufaulu. Tunatarajia anayeendelea afaulu zaidi. Ameanza vizuri. Haya, hello kwenye laini. Hello. Oh, pole sana. Unaweza kujaribu tena ukatupata. Tunatamani viwe ni vitu ambavyo unasema hata sasa Bwana ametusaidia. Yaani unavyovisema tuone kwamba ni kweli, unachosema ni kwamba hata sasa Bwana ametusaidia. Amina. Amen. Hello kwenye laini. Halo. Na Bwana asifiwe. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amina, mtumishi za uzima. Njema. Karibu sana. Asante. Naitwa Cuthbert Kimaro. Ndio Cuthbert. Hata sasa Bwana amenisaidia. Hallelujah. Karibu sana. Mtumishi, namshukuru Mungu, mimi nilipata ajali toka Januari kwanza mwaka huu. Tarehe 2 nimevunjika mguu, lakini Mungu ameniponya na ile ajali. Nimeenda hospitali, nimetibiwa, nimetoka salama na naendelea vizuri, pamoja na kwamba mimi ndio baba wa familia. Lakini kwa kweli Mungu amenisaidia, nimepambana, maisha yameenda, niko ndani, lakini hakuna siku mtoto wangu aliye kwenda shule, hakuna siku mtoto wangu wa familia yangu ishaye kulala njaa. Kila huduma familia inapata. Kwa kweli namshukuru Mungu, hata sasa Bwana amenisaidia. Na mpaka sasa hivi maisha yanaenda, na naendelea vizuri. Nimeacha magongo, sasa hivi natembea kwa miguu yangu. Hata sasa Bwana amenisaidia, na mwezi huu wa 5 na imani Bwana atanisaidia, nitatoka na maisha yataendelea, familia yangu iko salama. Ukweli ni Mungu peke yake. Bwana ni Ebeneza mtumishi. Weka mkono wako kifuani. Sana Mwenyezi Mungu. Weka mkono wako kifuani. Bwana Yesu, hakika tumeuona mkono wako kwa mtumishi wako huyu katikati ya kipindi kigumu cha kuuguzwa, kipindi kigumu cha kupata ajali, kipindi ambacho kilifunga milango yake yote ya baraka, lakini anakili, hakulala njaa, hakukwama, hakushindwa. Kila kitu kilienda vizuri, si kwa uwezo wake. Ni kama vile ambavyo Samueli aliweka ile nguzo ya jiwe, akaita akasema ni Ebenezeli, Wafilisti wameshindwa, hofu imeondoka, hakuna tena mashaka juu ya taifa la Israeli. Hata kwa baba huyu ulimfanyia. Mungu, tunakubariki kwa uaminifu wako. Asante kwa yote uliyoyafanya. Kamilisha muujiza huu, rejesha vilivyoliwa na adui, katika jina la Yesu tunashukuru, amen. Mungu akubariki sana. Asante sana. Huyu amefaulu zaidi. Amefaulu zaidi. Kuna angalau unaona kuna mabadiliko. Amen. Amen. Anaitwa Maritini, naomba maombi mjukuu wake Vian Victor wa miaka 4 apate uponyaji wa mlango wa fahamu, aweze kusikia na kuongea sawasawa na umri wake. Okay, sawa. Hello kwenye laini. Pole, namba yetu ni 0716080905. Endelea kupiga simu na kuandika ujumbe mfupi. Hello kwenye laini. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe.
na nimefurahi sana kukupata Msafiga. Amena, hongera sana, karibu. Uliniombea mwaka juzi. Kuna jambo moja amenisaidia sana Mungu, hata sasa Bwana ametusaidia. Amen, amen, amen. Nilipita kwenye mapito mazito sana. Nilikuwa na hali moja ya kujinyonga, lakini niliniombea ilisha ile hali. Amen. Mtoto wangu alisoma kwa shida sana. Kwa sana nilibebewa vyombo ndani vyote. Lakini namshukuru Mungu amefaulu, alipata 109. Amen. Anaenda chuo na amepata mkopo wa 100%. Amen, amen. Sasa Bwana ametusaidia. Amen, amen. Nashukuru kwa hiyo mtumishi. Weka mkono kifuani. Weka mkono kifuani. Amina, nilikuwa nakutafuta, nilikuwa nataka namba yako, nilikuwa sikupati. Amena. Tusikilize mpaka kule mwisho, tutakueleza namna ya kutupata. Weka mkono kifuani kwanza. Bwana Yesu, umeona namna ambavyo Bwana mtoto wako na mtoto huyu ulimwepusha na roho ya mauti, roho ya kutaka kujinyonga. Umemfanya hata sasa aweze kuishi. Tunawaza kama angekuwa amekufa, familia hii angemwachia nani? Haya anayoyafanya leo, nani angefanya? Uhimidiwe, utukuzwe, mfalme mwema, kimbilio na msaada wetu wa karibu. Asante kwa uaminifu na wema wako. Pokea sifa. Asante kwamba ulifungua milango akapata ada kwa ajili ya mtoto, na mtoto anaendelea na masomo. Hakika wewe ni Ebeneza, uliye msaada wetu, kimbilio letu, ukamilifu na utoshelevu. Sifa na heshima zikurudie wewe peke yako, katika jina lako na damu yako tunaomba na kushukuru. Amen, 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 amen. Haleluya. Mungu akutie nguvu mama. Mungu aendelee kukuimarisha katika hilo. Amen. Sasa nilikuwa natamani kama anatusikia, labda nimtangazie baadaye kidogo, najua atakuwa bado huko kwenye maombi. Tutakumbushana kwa habari yake, kwa sababu kesi yake ni dharura, tuone namna ya kumpata. Sawa. Amen. Anaandika hata sasa Bwana amenisaidia. Alileta hitaji la mtoto wake kwenda kwenye usaili. Ndio. Alifanikiwa na amepata kazi. Wacha we. Hongera sana. Amen. Hiyo ndo Ebeneza. Amen. Hello, kwenye laini. Hello, hello. 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 Oh, pole. Naona yuko hewani, ila sasa nadhani atakuwa mbali na simu, au bado haamini ya kwamba imepokelewa. Anamshukuru Mungu, mjukuu wake alifukuzwa ada na Mungu amemsaidia, leo ameenda shule. Malson wa Bonyokwa. Nadhani wasikilizaji wetu wana uelewa mkubwa sana. Sana. Safi sana. Sana. Amen. Amen. Hello, kwenye laini. Aya, pole. Namba yetu ya kupiga simu ni 0716080905. Pia ujumbe mfupi ni 0786636677. Anaitwa Irene, anamshukuru Mungu sana, amemlinda yeye pamoja na familia yake. Amen. Amen. Hello, kwenye laini. Bwana asifiwe. Amen, Bwana asifiwe. Amen. Wewe uko sharp. Karibu rafiki yangu. Bwana, namshukuru Mungu sana mwalimu. Ndio, ndio. Anaongea Edmund Nchimbi hapa. Karibu sana Edmund. Nakumbuka mara mwisho niliongea Alhamisi. Ndio, ndio. Nikasema nahitaji namba yako, baadaye ukaniambia namba nitume message unitumie ili niweze kuja Jumamosi. Aha, okay. Sasa kabla ya kuja hiyo Jumamosi hiyo Alhamisi. Ndio. Ile simu nikaibiwa. Pole sana. Nilipoibia simu, lakini kwa sababu mimi kila siku waga nasikilizaga. Ndio, ndio. Nikasema hapa sasa, hata kama nimeibiwa simu, lakini kwa sababu ameniambia Jumamosi niende. Ndio. Lazima nitapanda gari hapa asubuhi. Amen, amen, amen. Niweze kuja huko Tegeta kwa ndevu huko kwa mtumishi. Sawa, sawa. Na pale nilikuwa nahitaji nije na familia zangu, lakini kutokana na simu niliibiwa, nikasema kwa siku leo ngoja kwanza mimi niende niwajue. Alafu nikakutana na huyo mchungaji. Zeni hapo tutakuja Jumamosi ijayo, yaani Jumamosi hii. Haina shida, haina shida. Nina hakika mtumishi mtakuja. Hiyo Jumamosi nilikuja sasa. Ndio. Lamani tu nilipokuwa nasikiliza niliweza kutoka hapa mpaka kuja huko, nikaja nikakutana na mchungaji hapo. Amen, amen. Nikakutana na mchungaji hapo, nilipokuja hapo kiukweli nimefurahi sana hapo kwa huduma zenu. Alafu sasa kitu ambacho nahisi kabisa hiyo siku nilipokuja hapa nilipoombewa,
naamini kabisa mimi nilifunguliwa, lakini kuna kitu ambacho naona bado kinanitesa, lakini nikasema kwa sababu Jumamosi mimi nataka niende huko. Sawa. Pengine hicho kitu kinaweza kwenda kuisha siku ya Jumamosi. Amen. Usijali na uhakika. Mimi kutokana na hiyo hali ambayo natamani Jumapili nije mimi na mwanangu na mke wangu. Niko nyumbani nikamwelekeza mke wangu, lakini mke wangu akaniambia tumeshazungukwa sana, haina haja kwenda. Nikamwambia hapana. Mimi nimeenda hiyo sehemu na nimeombewa na naona kabisa vile vitu ambavyo vilikuwa vinanitesa pale nimefunguliwa. Amen. Na mimi nina hakika kabisa Mungu atakusaidia. Usikose hiyo Jumamosi kwenda, kwa sababu na hakika mtumishi atakuwepo, atakuhudumia. Amina. Na mchungaji, barikiwe sana. Sio sana na hapo huduma hizo. Natamani kabisa siku ambazo kuna na semina, natamani niwe nashirikisha, niwe nakuja hapa, kwa sababu kwanza nimefurahi sana kuja hiyo sehemu. Barikiwa sana. Amina. Naamini nitakuja na familia yangu. Hata kama mchango utafika, mimi nitakuja na mwanangu. Sawa, haina shida. Ukiona mama ratiba yake imebana, wewe nenda kwa niaba yake na Mungu atafanya. Amina. Mungu akubariki sana Edmund. Asante sana. Naomba sana msalimie dada Potna huyu. Dada Potna huyu anakusikia. Dada Potna unasalimiwa na Edmund. Asante sana Edmund. Amina. Hongera, Mungu endelee kukutunza na familia yako. Amina. Asante sana. Jamani, mtumishi wa Mungu ametoa sadaka yake kwa ajili ya hizo siku za Jumamosi. Zitumieni vizuri, kwa sababu ukiona mtu anajitoa kwa ajili ya anaacha mambo yake kwa ajili yako, ujue ni sadaka yake kwa Bwana. Lakini tumia vizuri, nenda kwa kile ambacho kimekusudiwa. Usiende tena kwa ajili ya vitu vingine, sio sawa. Hizi ni sadaka na watu wanajitolea, wanaacha ratiba zao na vitu vingine. Kwa tumia hiyo nafasi vizuri katika kila ambacho unajua kweli umekwama. Amen. Hello, kwenye laini. Hello. Jamani, nimeona tulivyo na huruma. Hatutamani mtu ambaye amepokelewa tumkose. Sasa inapotokea hivi natuma sana. Hebu jaribu tena, wewe ambaye umepiga ulikuwa hewani, inawezekana ulikuwa umejisahau. Kwenye line yetu. Hello. Pole sana, inawezekana ni kwa sababu ya mtandao. Anaitwa Yulita Emmanuel, yupo Temeke. Hata sasa Bwana ametusaidia. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya ndoa yake. Ndoa yake ilikuwa na changamoto zaidi ya miaka 6 na alikuwa apewi hela matumizi. Anamshukuru Mungu, hata sasa Bwana amemsaidia, wameweza kununua nyumba 2. Anamshukuru sana Mungu. Anaitwa nani? Yulita. Mimi sitamani sana uwe unasubiria hela ya kupewa. Jishughulishe, fanya kitu, anzisha kitu. Mtumishi wa Mungu hapa alitufundisha sana juu ya visima na namna ya kugeuza matatizo kuwa fursa. Yaani ule mfumo wa kwamba baba ndo atatoa kila kitu ni zilipendwa. Sasa hivi ni kila mtu anapaswa kupambana kwa ajili ya faida ya familia. Ninyi mmekwisha kuoana. Watoto ni matokeo ya kuoana kwenu. Wanahitaji matunzo, wanahitaji shule, wanahitaji matibabu. Kwa ni kuombe sana, usije ukawa na ule mfumo wa zamani wa zilipendwa, kusubiria mume ndo alete kila kitu. Ni zilipendwa. Sasa hivi kila mtu anapambana, huyu analeta 50, huyu analeta 50, inakuwa 100. Amen. Amina. Ujumbe fupi ni namba 0786636677. Endelea kufikisha hitaji lako hapo. Ni kukumbushe, Mwanza tunasikika kwa 103.7, huko mkoani Morogoro 92.3, Dodoma 106.1, Dar es Salaam Pwani Zanzibar 107.7. Wewe ambao unafuatilia kwenye redio, basi hakikisha unatufuatilia kupitia frequency hizo. Online pia tunapatikana kwa Radio Box au Radio Garden, ama ukiingia Google tu na kuandika Upendo FM, kote huko tunapatikana. Kupitia Upendo TV unatufuatilia ukituona kwa uzuri kabisa kupitia vingamuzi vya Star Times, Antena na Dish, lakini pia kupitia Azam pamoja na DSTV. Hello, kwenye line. Hello. Bwana asifiwe. Amina. Hata sasa Bwana amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeanza vizuri. Amina, mtumishi nimefurahi kwa neno. Kwa majina naitwa Bibie Juma. Ndio. Mimi nasema hata sasa Bwana amenisaidia kwa sababu nilibeba mimba ya kwanza, nikazaa kwa operation, mtoto akafariki. Lakini ule mtoto alipofariki, baada ya operation nikakaa siku 5, wakasema kwamba mshono umefumuka ndani, kaudishwa tena theater.
Lakini pia nikabeba tena mimba mara ya pili, nikazaa tena mtoto kwa operation, mtoto akafariki. Nikakaa, baada ya muda tena nikarudishwa tena sita, wakaniambia kwamba mshono unasumbua, kwa hiyo inabidi nishonwe tena, na nilikuwa nishapoteza gharama nyingi, sikuwa hata na 100. Nashukuru nienda katika hospitali kubwa ambapo nilipewa maelekezo kwamba kuna mtu ambaye anaweza akanisaidia, lakini kwa hela alonitajia sikuwa nayo. Lakini niliweza kujieleza kwa yule daktari, na naamini ni Mungu tu amenisaidia, kwa sababu kwenye hiyo hospitali gharama ni kubwa sana, ila yule daktari aliniambia nitakusaidia bure binti. Na namna ambavyo Mungu amenisaidia, daktari alinisaidia bure kabisa, nikapata matibabu, nikapona, na mpaka sasa hivi niko mzima. Ninachosema Mungu amenisaidia ni kwamba ni kweli mpaka sasa sina mtoto, na napita katika maumivu magumu sana, ila huu uzima nilio nao kwangu ni bora kuliko chochote. Amen. Kwa sababu naamini katika huu uzima Mungu atanijalia nitapata watoto zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo Mungu kunipa tu uzima, nimepona, naendelea na shughuli zangu. Ninasema kabisa kwa kelele kwamba hata sasa Mungu amenisaidia. Hebu weka mkono wako kwenye tumbo lako. Amen. Bwana Yesu, umeiona imani ya binti huyu. Umeiona imani ya dada huyu. Halalamiki wala hanunguniki kupoteza watoto wawili, na kwa operation ya kujirudia bado anakuamini upo. Mungu, iheshimu hii imani, ithamini hii imani. Angeweza kusikia ushauri wa wengine kwamba nenda kwa waganga na kwa watu wengine, si kwa Mungu tena, lakini yeye bado anakuamini ya kwamba umemsaidia na utafanya. Ninalitamkia na kulitabilia tumbo hili. Ninalitabilia na kulitamkia tumbo hili kupokea uzao wa kike na wa kiume katika jina la Yesu. Yes. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uzao wa kike na wa kiume. Roho za kufisha, roho za mapoza, ninazikemea na kuzikataa katika jina la Yesu. Huyu ni mama wa watoto wengi. Huyu ni mama wa watoto wa kike na wa kiume. Huyu atanyonyesha watoto wake. Huyu atapakata watoto wake. Ninalisema na kulitaja hilo, si kwa nguvu na kwa uwezo wangu, kwa mamlaka na kwa jina la Yesu. Majira kama haya mwakani aje na ushuhuda tofauti ya kwamba sasa Bwana amenipa mtoto. Katika jina la Yesu tunapokea kwa imani kutoka kwako. Amen. Amina. Amina. Nashukuru mtumishi. Mungu akubariki. Mungu alinde na watunze. Barikiwa sana. Amina. Salimia Dapoti. Dapoti na nasalimia. Asante sana. Amen. Amen. Asante. Anaandika, Bwana Yesu asifiwe. Anamshukuru Mungu katika maombi yake ya mfungo wa Pasaka. Mojawapo ni kupata cheti chake cha form 6. Wow. Amefuatilia toka 2018. Amekipata wiki iliyopita. Ni Alois, yupo Kigamboni. Barikiwa sana Alois. Halo, kwenye laini. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Amen. Karibu. Halo. Hello. Pole sana. Jaribu tena. Joyce anamshukuru Mungu hata sasa Bwana amemsaidia, anaendelea kuipigania familia yake. Wow. 0716080905. Huyu anaandika, hata sasa Bwana anatusaidia. Anakushukuru sana mtumishi kwa neno zuri. Mungu akubariki. Ni Rozi kutoka Dodoma. Barikiwa Rozi kutoka Dodoma. Hello, kwenye laini. Aya, pole sana. Endelea kupiga simu yako. Laini yetu bado iko wazi. Hello. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amen. Karibu sana. Salama. Shida, mimi naitwa Nemri. Ndio. Kutokea Buguruni. Ndio. Shida yangu ni kuhusu na mtoto wa kazi. Sasa tokea nimekuwa na kipindi kigumu, miezi miwili sasa. Hela yake yenyewe sijamlipa. Yaani nimekuwa na kipindi kigumu sana. Naomba mniombee, kuna hela nataka nipate ili nimpe hela yake aondoke kwanza. Unajishughulisha na nini?
Unajishughulisha na nini? Mimi ninajishughulisha na biashara ya pilipili za maji. Okay, kwa hiyo huwa unaziuza kwa kutoka nje mwenyewe ama watu wanazifuata nyumbani? Hapana, nawapelekea wauza siku. Alafu kingine huwa asubuhi nauza chai na supu. Okay. Lakini sana wiki sasa hivi sijauza kwa sababu biashara haitoki. Kila siku narudi nayo. Amen. Na nyumbani una mtoto ambaye ulihitaji huyo dada kusaidie kumlea? Ndio, na mtoto sio mdogo ili ampeleke shule na kazi za nyumbani. Mimi huwa nikitoka narudi saa 8. Kwa hiyo huku nyumbani nimekuelewa. Nakuta kazi zinaendelea ndio maana kutafuta. Amen. Nimekuelewa. Hebu weka mkono kifuani. Bwana Yesu, umemwona mtumishi wako huyu anahitaji msaada utokao kwako. Mtetee na kumpigania katika hili. Mfungulie milango ya baraka ili Mungu aweze kulifanikisha hili. Umeona namna ambavyo anapambana, lakini pia anahitaji mdada anayeweza kumsaidia, lakini amekwama fedha kwa ajili ya kumlipa huyo binti. Mpe neema na kibali cha kuweza kufanikiwa katika hilo ili kazi zake ziendelee, lakini na mtoto nyumbani alelewe vizuri kwa kusaidiwa. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu akubariki sana dada. Amina. Asante sana. Nilikuwa nauliza haya maswali dada Pote na nilidhani ni mama yupo nyumbani alafu anahitaji mdada wa kazi. Hapo nilitaka nifunguke. Lakini nimeona shughuli zake kweli. Kama mtu anarudi nyumbani saa 8 alafu ana mtoto nyumbani mdogo, ni kweli unahitaji msaidizi wa kuweza kukusaidia. Nimemwelewa. Amina. Amen. Anaitwa Marina kutoka Arusha. Hata sasa Bwana amenisaidia. Alikuwa na changamoto kwenye ndoa yake ila Bwana amemsaidia. Mtumishi anaomba muombe kila aina ya magonjwa yaondoke. Pia uchumi wao uimarike. Barikiwe hapo studio. Amen. 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 Hello, kwenye line yetu. Hello. Bwana asifiwe. Amina. Amina, karibu sana. Amina. Ndio. Mtumishi. Ndio. Na shida. Karibu. Na kitu kimoja, sitaweza kutambulisha majina yangu yote. Lakini sasa hebu jipe utulivu, usifanye vitu vingine. Tulia kwa sababu uko madhabahuni, usiendelee na shughuli zingine. Yeah. Mimi nilitelekeza na watoto wawili. Na nikaita peke yangu na peke yangu. Ongeza sauti kidogo, iko chini sana tukupate vizuri. Nilitelekeza na watoto wawili. Okay, sawa. Nikaita peke yangu. Sina msaada wote. Najishughulisha nafanya kazi mpaka akili inachoka. Kwa sababu niko peke yangu. Japo namshukuru Mungu. Alichonitendea ni kikubwa. Sasa jizuie kulia, uzungumze kwanza ili tukusikie kile ambacho tunahitaji tukuombee. Tunashindwa kukupata vizuri mama, kwa sababu kwanza kuna kelele kwako, lakini cha pili ukilia ndo hatukusikii kabisa. Kwa ndo maana nimekuambia jizuie ili tunapoliombea tutaje kile unachohitaji Mungu afanye. Kutafuta mahali penye utulivu, hapo ulipo pana mwangwi, alafu ukijumlisha na kulia hatukupati. Nasema kuna muda nafanya kazi ya akili nachoka. Okay. Kwa sababu watoto nasomesha mwenyewe. Sina msaada wote, nahangaika peke yangu. Okay, hapo nakusikia. Japo Mungu kanijalia kanipa kiwanja. Ndio. Nishasimamisha chumba kimoja. Nishapaua, lakini kuna mbe nafika na kata tamaa. Okay. Naomba tu niombe mtumishi, sijui nifanyaje. Amen. Weka mkono wako kifuani niombe. Bwana Yesu, namuona mahali ambapo mama huyu anapita. Ni wewe peke yako unayeweza kumshika kwa mkono ili avuke. Ninakemea roho ya kukata tamaa. Ninakataa roho ya kuchoka. Ninakataa roho ya kuona kama vile ameonewa. Ajue ya kwamba anapanda mbegu ya wema kwa watoto wake watakaomsaidia baadaye.
muimarishe, lakini bariki kila anachokifanya ili Mungu asitindikiwe kwenye eneo lolote. Katika jina la Yesu na damu ya Yesu ninaomba nikiamini na kupokea. Amen. Sasa kata simu nisikilize kwenye redio, sababu najua kwenye simu naweza tukakunani kidogo. Nisikilize kwenye redio. Nizungumze hiki kwa dakika chache dada Poti, na muda wetu umekimbia sana. Inapotokea mume ama mke amekutelekezea watoto, narudia hiyo sentensi. Inapotokea mke au mume amekutelekezea watoto, usifike mahali ukaanza kuona kama umeonewa. Usifike mahali ukaanza kuona ni eneo la kulalamika na kulaumu. Kuwalea na kuwatunza watoto ni kwa afya yako ya baadaye. Nilizungumza nadhani ni jana. Nikasema hawa kina baba wanaotelekeza watoto wasije wakadhani watakuwa na nguvu siku zote. Leo hii umetoroka, umeenda huko kwenye nyumba ndogo, umeenda huko na kula kuku kwa milija, sijui ndo kulaje huko. Unaponda raha wakati umeacha watoto na familia inateseka. Niwaombe wale walio wahanga wa hilo, na hasa kina mama, usione umeonewa, usione umetelekezwa, usione ni jambo gumu na zito. Ni kwa ajili ya afya yako baadaye. Kuna kuzeeka. Utakapokuwa hauna nguvu, hauwezi kujishughulisha, hauwezi kuwa na chanzo cha kipato, watoto hawa ndio watakaofanyika baraka na faraja kwako. Kwa ni muombe mama huyu kwa niaba ya wamama wengi wanaopita kwenye hiyo changamoto. Nimependa anavyopambana. Ameweza kujenga hata hiyo chumba kimoja. Ni hatua kubwa sana. Haupaswi kukata tamaa kwa hiyo hatua kubwa. Kama Mungu amekusaidia mpaka umejenga, nina uhakika Mungu hata kupungukia kwenye eneo lolote. Endelea kupambana, ujue kwamba wewe ni baba, wewe ni mama. Kuna siku hao watoto watakuja kukushika mkono na watakunyenyua. Kwa sio mahali pa kukata tamaa, sio mahali pa kuona haiwezekani. No, kama Mungu anawasaidia, mnapata chakula, watoto hawaugui, hata wakiugua Mungu anakuinulia watu wanakusaidia. Haupaswi kuruhusu kukata tamaa. La mwisho, usianze kumwaza huyu ambaye hayupo. Muamini Mungu ambaye yuko pamoja na wewe kukusaidia. Achana naye huyu ambaye unajua amekutelekeza. Atakuja tu kama wakati wa kuja. Lakini sahihi, waza kwamba Mungu umenipa, umeniamini, umenipa hawa watoto, nisaidie. Wasilale njaa, wasipate shida, wasipungukiwe kwenye lolote. Alafu songa mbele. Amen. Amina. Huyo anaandika mtumishi anaitwa Konsolata, anatokea Bukoba. Anaomba maombi ili Mungu ambadilishe kaka yake, aache pombe na akae vizuri na mke wake. Amen. Halo, kwenye laini. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina, karibu. Oh, unakatika. Weka vizuri simu yako. Mtumishi, namshukuru Mungu. Amenisaidia kumfundisha mtoto peke yangu tangia kwanza mpaka sasa hivi. Ndio. Amenisaidia nimepata, lakini sasa hivi mpaka sasa hivi baba yake anamdanganya na anataka nitumie account number. Nimtumie mtoto ada hatuna, lakini Mungu anamsaidia bado tunapata na anamsaidia. Amen. Amen. Nikwambie kitu dadangu. Unanisikia vizuri eh? Pambana. Narudia tena, pambana. Na Mungu atakusaidia kwenye huko kupambana. Utafika mahali mtoto wako atamaliza masomo. Pambana. Amina. Akituma hiyo hela, asante. Asipotuma, uendelea kupambana. Huyo ni mtoto wako. Kila siku ananiambia nitumie account number, tangia anaanza shule anasoma. Mungu wako yupo. Mungu wako yupo, wala hajanyamaza. Hayo maombi yako na machozi yako, Mungu atakusaidia, atakuvusha. Wala usikate tamaa. Sikate tamaa, muombe mtoto wangu asome vizuri. Amen. Tutaliombea hilo. Mungu akubariki sana. Amina. Amen. Na bado tunaomba niombe. Ninafuatilia sehemu nipate salary. Okay. Fungue biashara yangu. Sawa, haina shida, hilo tutaliombea. Amen. Amen. Na Mungu akubariki sana. Amina mtumishi. Amen. Leo hii ingekuwa ni siku ya wafanyakazi, ningeambia tunatoa zawadi kwa wamama wote waliotelekezewa watoto alafu wameweza kuwasomesha. Hao ndo wanaitwa wamama wa nguvu. Amina. Wamama wa nguvu oye. Oye.
Hongereni sana. Safi sana, safi sana. Na Mungu aendelee kuwabariki, afungue milango, mkafanikiwe na watoto wasome, wasiugue, wasipate changamoto. Alafu darasani wawe vichwa. Kabisa. Ili mwisho wa siku ije julikane ya kwamba yuko mama mmoja alipambana. Nawapenda sana wamama wa namna hii. Safi sana. Amen. Wamama wapambanaji. Safi sana. Pambana. Na Mungu mkipambana, bariki hicho mnachopambana kilete matunda. Asante. Anaitwa Beatrice Shayo. Ndiyo. Hata sasa Bwana amenisaidia. Ndiyo. Hakika ni Beneza. Ameugua vidonda miguu yote miaka 17. Na damu ilikuwa inaisha mwilini. Na vidonda vya tumbo. Kupitia maombi ya Upendo FM Radio amepona kabisa. Amen. Anaandika asante Yesu. Barikiwa sana. Afa amenyosha vizuri huyu anayemshukuru Yesu kuliko anayetaja kusema wachungaji. Jamani, wengine sisi hatujasomea. Hicho cheo ni kikubwa, nyewe mnachokidhani kidogo. Usije ukaonana na mchungaji huko kamwona poa. Aise. Mimi niiteni wito. Napendaga hilo jina kuliko maelezo. Kwa hivyo vingine jamani, hebu tuacheni. Mimi sio mchungaji. Wala sijaguza. Hata sijui huo uchungaji ukoje. Na ndo maana nikionaga na waheshimu kuliko maelezo. Ninajua walichobeba sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa kuliko maelezo. Na kama uko chini ya mchungaji yoyote, muombe. Ombe. Kazi walionayo sio ndogo. Ombea hawa watu, wamebeba kitu kikubwa sana. Amen. Amen. Tutapokea simu moja ya mwisho ili tupate wakati mzuri wa kuombea mahitaji yetu ambayo yako hapa madhabahuni kwa Bwana. Kwa hiyo simu moja ya mwisho tutaipokea kutoka kwako, kisha tutaahirisha zoezi la kupokea mahitaji ili tupate wakati mzuri sana wa kuombea haya mahitaji ambayo yako hapa madhabahuni. Hata kama hujapiga simu, hujatuma ujumbe, ila Mungu anaona hitaji lako. Kwa hiyo tutakapoenda kwenye kuomba, wewe utajiungamanisha ili tuombe pamoja. Halo, kwenye laini? Aya, pole sana. Naona simu yake imekatika. Unaweza ukajaribu tena kama bado tutakuwa tuko hewani. Anaitwa Fausta, anatokea Mbande. Hata sasa Bwana amefanya. Amen. Anamshukuru Mungu. Anamshukuru Mungu. Aya, bahati mbaya sasa ameandika tena ujumbe mwingine, kwa hiyo ile message imekimbia. Usiunganisha, andika moja inatosha. Ametuma nyingi hapa. Kwa hiyo wakati nasoma ametuma tena nyingine, aseme nikimbia hapa. Hello, kwenye laini? Bwana asifiwe. Shalom, mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nilele mtumishi. Amina, karibu. Sema, naitwa Mary, natokea Roba. Karibu Mary. Ndio, nilikuwa kwenye biashara yangu Jumapili. Mama mmoja jirani huko akatokea huko, ikawa ameleta ugomvi. Akaanza kunita mimi ni mchawi. Ananita siku nyingi sana. Ananitafuta tangu mwaka jana, akosa hiyo nimeingia kwenye 18 zake, akanijazia watu, akanita mtoto. Lakini mimi nikasimama neno lako, nikamwambia Mungu, simtajibu kitu chochote, aongea anavyoweza kuongea, afanye anavyoweza kufanya. Mimi sitafungua mdomo wangu, nitaenda na kufanya kitu chochote. Ngambia Mungu, nipe moyo wa nyama, usipondeka na jio. Hello. Ndio mtumishi. Ndio. Endelea. Kwa hiyo nikaa kimya, akawa anaongea, akanijazia watu kwamba mimi ni mchawi. Naloga sana, kwanza mimi sio binti, ni kizee ambacho kimezeeka. Naloga sana, hapo ananitafuta siku nyingi sana. Kwa kuwa nilikuwa nimetoka kanisani, nikatoa sadaka, nikamwambia Mungu, naomba amani ya moyo, hata kama ni mtu atakayejaribu lolote, nisije nikadinua kumfanya chochote, afanye chochote kufanya, nikae chini ya neema ya Mungu. Ndio mtumishi. Amina. Wakati wa kuomba, weka mkono wako kifuani pako. Alafu mwambie Mungu, ninamsamehe na ninamwachilia kwenye madhabahu yako. Ninamsamehe na ninamwachilia kwenye madhabahu yako. Sisi hatujapewa kulipa kisasi wala kufanya mabaya. Ninapenda hiyo hekima uliyoitumia kunyamaza kimya kuliko kujibizana, ungejikuta unajibu vitu vya tofauti sana. Kwa wakati wa kuomba, weka mkono kifuani, mwachilie, sogeze mbele za Bwana. Amen. Nabarikiwa sana. Message ya mwisho anaandika, asante kwa neno mtumishi, anaomba maombi juu ya baba yake.
anaumwa miguu inavimba na macho yanavimba, lakini pia hawana pesa kumpeleka hospitali. Wanaomba Mungu amguse baba yake. Amen. Ndilo ombi lake. Sawa, baada ya jumbe hizo ama simu hizo ambazo tumepokea hapa studio, ni wakati wa kuomba. Ninamkaribisha sasa mtumishi ili atuongoze katika maombi na maombezi. Nikusihi sana rafiki yangu hapo ulipo, wewe omba tu, ombea ile utaji lako. Hata kama hatujasoma message yako, usijisikie vibaya, tunaomba radhi sana, ni kwa sababu muda umekimbia na tunapaswa pia kupata muda kwa ajili ya kuombea haya mahitaji. Karibu sana mtumishi wa Mungu, mwalimu wetu Amos Kifwa. Amen. Jambo la kwanza, ninatamani tusogee mbele za Mungu kwa namna ya tofauti sana, tukianza na wale watu ambao wanatamani kukutana na Mungu. Wako watu ambao wanahitaji kukutana na Mungu katika maisha yao, kwa maana ya kuokoka ama waliokoka wakarudi nyuma. Hiyo ndiyo ajenda kuu ya injili tunayoihubiri kwenye madhabahu hii. Kwa ninaomba wale wanaotaka kumpa Mungu maisha, weka mkono wako kifuani, alafu nifuatishe maombi haya. Sema: Bwana, katika jina la Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ninaomba Bwana unirehemu, unitakase na kuniosha, nifinyange na kunikarabati kwa upya. Lifute jina langu katika kitabu cha hukumu, uliandike leo hii kwenye kitabu cha uzima. Shetani, dhambi na majaribu yasinishinde. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Kama umefuatisha sala hii kwa kumaanisha uwe na uhakika kwamba umeokoka, nenda kanisani kwako, kajitambulishe kwa wale waliokoka ili wakusaidie kukulea katika misingi mipya ya maisha yako ya wokovu. Baada ya hapo, kumbuka ajenda yetu katika hizi siku zote 3 ni kuombea ajenda inayosema hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana amefanya. Hata sasa Bwana ametutetea. Hata sasa Bwana ametuponya. Hebu tutumie huu muda kumshukuru Mungu. Miezi 4 sasa, siku 28 za mwezi, tumwambie Mungu asante. Ni kweli tuna ajenda nyingi za kuomba. Hata kama tungeomba mwaka mzima, lakini wacha tupate muda wa kuthamini, wa kutambua, wa kujali kile Mungu alichotenda kwenye maisha yetu kwa miezi 4, kwa siku 28 hizi. Twende mbele za Mungu kwa shukurani. Ulipita mahali pagumu, Mungu amekufusha. Ulipita mahala ambapo pa kuvunja moyo, Mungu ameendelea kushikilia moyo wako. Ulifiwa, Mungu ameendelea kuwa faraja kwako. Ulipita kwenye mambo yanayoumiza, Mungu amekanda vidonda vya moyo wako. Umeendelea kuishi na mambo mengine yanaendelea. Baba, katika jina la Yesu, usingekuwa ni wewe, tusingekuwa hivi. Samueli alipoikabili madhabahu yako kwa sadaka na machozi, ukalikumbuka taifa la Israeli, ukawaondolea maadui wa Filisti, ukawaondolea na hofu, ukawatetea na kuwapigania. Ndipo ukaweka nguzo pale Mispi na ukuita Ebenezeri, kwa maana ya hata sasa Bwana ametusaidia. Na sisi kama watoto wako na watumishi wako, tunapoona tumefika mwezi wa 4, tunapoona tumefika tarehe 28 ya mwezi wa 4, hatuoni akili zetu. Mioyo yetu ilifika mahali ilinama, nafsi zetu zilichoka, nafsi zetu zilifika mahali zilitikisika. Hatukuona kuwezekana tena, lakini Mungu umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu tena kwa kiwango cha kuaminiwa. Umefanya, umetenda. Ninazungumza na mtu ambaye inawezekana toka Januari mpaka April amelala hawezi. Inawezekana ni afya, ni ugonjwa, ni changamoto, ni operation, ni maumivu, ni shida yoyote alionayo. Mungu, hata kufika huu mwezi wa 4, wewe ni Ebeneza ambaye umetusaidia. Tunakushukuru kwa ajili ya afya. Asante kwamba ulitutetea. Kuna watu hawakunywa dawa, kuna watu hawajaenda hospitali kwa miezi yote 4, kwa siku zote 28, wapo nyumbani wanakula na kunywa. Mungu, tusije tukajisahau tukadhani kila mmoja yuko hivyo. Baba, tunajua ni uaminifu
uaminifu wako. Ni wewe umetenda, ni wewe uliye Ebeneza, uliyetusaidia, umetufikisha hata hapa, si kwa akili na si kwa uwezo wetu, ni kwa neema yako, ni nguvu na udhihirisho wako umekuwa pamoja nasi. Tunakubariki, tunakutukuza, tunakuadhimisha, tunakusifu, tunanyenyekea na kupomoka chini ya nyua zako, tukikutukuza juu ya uzima tulio nao. Mungu, mili hii tulio nayo ina vitu vingi, ina ngozi, nyama, ina mishipa na mifupa, ina mifumo ya chakula, ina mifumo ya maji, ina mifumo ya hewa, ina mifumo ya mifupa, ina mifumo ya kila namna. Mungu, umeitunza kwa miezi yote minne toka tumeanza Januari. Baba, si namna ya kawaida, tunajua ni rehema, ni uaminifu, ni mapenzi, ni nguvu zako Bwana, na ndo maana tunasema hata sasa Bwana umetusaidia, umetupigania. Mungu, tunakutukuza na kukubariki mno. Hata wale wenzetu walio wagonjwa, wako wale ambao inawezekana toka Januari mpaka April wako vitandani, wamelala, hawawezi. Hata hapo tunasema wewe ni Ebeneza, uliowajalia huo uzima, uliowajalia hiyo pumzi, uliowajalia hiyo neema ya kuendelea kuona Bwana dunia hii na ulimwengu huu wakiwa bado wako hai kwenye maisha yao. Tunakubariki mno kwa ajili ya uzima. Uzima huu ni zawadi inayotoka kwako. Pumzi hii si nguvu na bidii zetu, ni wewe Bwana unayetusaidia. Ukinyamazisha, ukiizimisha, hakuna anayeweza kufanya lolote. Kama bado mpaka leo tungali na uzima ndani yetu, ni wewe Bwana umefanya kwa mama huyu, pamoja na afya yake kutetereka, pamoja na maumivu anayoyapitia, pamoja na hali ya udhaifu anayoipitia. Mungu, tunakubariki mno kwa ajili ya uzima huu. Uzima alio nao Bwana ni Ebeneza, umemsaidia mpaka leo, umemtetea mpaka leo. Asante kwa baba huyu, asante kwa kijana huyu, asante kwa binti huyu. Mungu, kama madamu mpaka leo angali ana pumzi yenye uhai, hakuna tunachoweza kutaja kingine. Ni wewe mwaminifu, ni wewe msaada wetu wa karibu, ni wewe kimbilio letu, tumaini letu, ni wewe ulio kamilifu na utoshelevu. Hata sasa umetusaidia. Afya na uzima huu ni matokeo ya uaminifu wako, ni neema, ni mkono, ni baraka, ni uweza na nguvu zako. Wako wengine ambao wana umri kama wa baba, mama, kaka, dada na mtoto huyu, walikwisha kufa, kama yeye mpaka leo bado yungali hai. Si kwa sababu anakula vizuri, si kwa sababu ni mwaminifu sana kwako, si kwa sababu ana matendo mema mbele za uso wako. Yamkini waliotutangulia walikuwa wema kuliko sisi, lakini sisi umetubakiza mpaka leo. Inawezekana unatamani tutengeneze, turudi kwako, ili siku na majira yetu yakifika, utukute tuko tayari kwa ajili ya safari. Asante kwa uvumilivu huo, asante kwa neema, wema na fadhili zako zilizokuu juu yetu. Pokea sifa, heshima na adhama, uliye mwaminifu na Mungu wetu. Baba, tunakubariki tena, tunasema hakika wewe ni Ebeneza. Umetupa watoto wako kazi, umetupa watoto wako biashara, tunapata huko fedha, tunazitumia kula na kunywa, zinatufanya maisha yetu mengine yaendelee. Kama umetufanikisha kwenye hilo, wewe peke yako ni Ebeneza. Kuna watu wangetamani kufanya kazi hizi, wangetamani kufanya biashara hizi. Kuna watu wana mitaji mikubwa kuliko sisi, kuna watu wamesoma zaidi kuliko sisi, hawajafanikiwa kupata neema na kibali hiki ulichotupendelea. Hakika wewe ni Ebeneza, ambaye hata sasa umetusaidia, umetufanikisha, umetufanya familia zile na kunywa, waende hospitali watibiwe, tumelipa hizo bili za kimatibabu, wamekula, umetusaidia kupata chakula, kodi za nyumba, umetusaidia tumepata mahitaji ya kila namna. Si kwa sababu ya wema wetu, si kwa sababu ya bidii na nguvu zetu, si kwa sababu ya mawazo yetu yaliyo mema, si kwa sababu sisi ni wapekee mno. No, hapana, ni Ebeneza ambaye hata sasa umetusaidia. Asante kwa kampuni hii, asante kwa taasisi hii, asante kwa kila kitu ambacho Mungu umetujalia nacho na kimekuwa salama. Ninakubariki Mungu mwaminifu. Hata wale ambao bado hawajapata ajira, wamesoma hawana ajira, wana mitaji, wanatamani kufungua biashara, Mungu ukaonekana hata kwako. Uliyefanya kwa wengine wakumbuke na hawa. Mungu umesema utabariki kazi za mikono yetu. Muinue Baba,
baba huyu, mwinue mama huyu, mwinue kaka na dada huyu. Achilia macho ya kuona fursa mahala ambapo Mungu anaweza akafanya na akatenda tena kwa ukubwa, katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Achilia neema, kibali na baraka. Mkono wako Bwana usiokuwa borika sikarapa, na sikio lako lisilokuwa zito likasikie kilio na maombi yao, ukafanye. Lakini Mungu, pamoja na hayo tunasema ni Ebeneza. Ni kweli hawajapiga hiyo hatua, lakini haujawacha, hawajalala njaa, hawajatindikiwa kwenye yote. Wanaona namna ambavyo umeachilia mkono wa baraka na neema. Wanaona siku nyingine imekucha na mambo mengine yanaendelea hata hapa tulipofikia. Hakika wewe ni Ebeneza. Asante kwa ajili ya familia zetu. Mungu, tunakubariki kwa ajili ya ndoa hii. Tunakubariki kwa ajili ya watoto uliotubariki nao. Umetutunza, umetulinda toka tumeanza Januari mpaka April. Umetuepusha na kila mabaya, roho za ajali, mikosi, misiba, barana, nuksi. Mungu, umetunza familia zetu, zimekuwa salama mikononi mwako. Ni wewe Mungu umetutetea, ni wewe Mungu umetutendea, ni wewe Mungu umetuponya, ni wewe Mungu umetuepusha na kila ubaya. Tumeuona mkono wako na wema wako kwenye familia. Umetuepusha na roho za magomvi, umetuepusha na roho za taraka na ubaya, umetuepusha na roho za kuachana, umetuepusha na roho za watoto wetu kuto kuingia kwenye makundi mabaya. Umekuwa mwema na mwaminifu. Hata wale ambao wako huko wanaotumia vilevi, wanaotumia madawa ya kulevya, tunakuamini wewe uliye Ebeneza utatenda hata kwao pia. Iko siku moja tutashuhudia na kukiri ya kwamba wewe uliye mwanzilishi wa ndoa, tulipokuomba ulisikia, tulipokuomba ulitenda, tulipokuomba ulionekana. Asante kwa ajili ya familia zetu. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umekuwa faraja, umekuwa mfadhili, umekuwa ukamilifu na utoshelevu. Hatujaona kupungukiwa, zaidi sana tumeona kujazwa, tumeona kutengemezwa, tumeona kutendewa, na tumeuona mkono wako na baraka zako. Pokea sifa na heshima kwa ajili ya familia zetu. Pokea sifa na heshima kwa ajili ya kina baba hawa waliosimama kwenye nafasi zao kama vichwa vya familia. Pokea sifa kwa ajili ya kina mama hawa waliosimama kama injini ya familia, na watoto waliosimama kwenye nafasi zao na zamu yao kama matawi kwenye hibori kasaka. Mungu, tunakubariki kwa ajili ya yote. Asante kwa mshikamano, asante kwa umoja, asante kwa kuthaminiana, asante kwa kujaliana, asante kwa kutiana moyo, asante kwa kuweza kuthaminiana, asante kwa namna ambavyo umezifanya familia zikawa familia mpaka leo. Pokea heshima peke yako uliye baba yetu. Mungu, tunakubariki mno. Bado tunakuita wewe ni Ebeneza, ambaye hata sasa umetusaidia. Iko mipango tuliyopanga mwanzoni mwa mwaka, mingine tulipanga toka mwishoni mwa mwaka jana. Mungu, tumeenda nayo mpaka mwezi wa 4. Kuna hatua tumeiona, kuna mahali tumesogea, kuna hatua imekwenda, kuna viwango umetusogeza, kuna daraja umelifungua, kuna ukurasa umeufungua. Hatujafikia hapo kwa uweza na kwa akili zetu. Ni wewe uliye Ebeneza, ambaye hata sasa umetusaidia. Asante kwa huyu aliyekuwa na mipango ya biashara, mipango ya kuanzisha familia, mipango ya kufungua kampuni, mipango ya kuanzisha jambo jipya, mipango ya kimasomo, mipango ya kila namna ya ujenzi kwa ajili ya familia. Mungu, tunaiona hatua, tunaona ukitusogeza mahali, tunaona ukitupeleka hatua baada ya hatua. Hata wale waliokuwa na mipango ya kutengeneza mahusiano yao na Mungu yaliyokuwa yameharibika, tunaona namna ambavyo unawasogeza karibu kupitia Upendo Media. Kuna jambo unalifanya. Iko mipango mingi tuliyoipanga mwaka huu Bwana, na huu ni mwezi wa 4, ni kota ya kwanza ya mwaka. Kuna mahali tunaona, kuna mahali tunasogea, kuna nuru tunaiona, kuna njia na upenyo na kibali na neema katika jina la Yesu. Ni wewe peke yako uliyetusaidia hata hapo. Ni Bwana umefanya. Ulituponya na ajali, ulituepusha na ajali, ulituepusha na nuksi, ulituepusha na baramu, ulituepusha na yale mashimo ambayo adui alichimba kwa ajili yetu. Alitamani kutuangamiza, hakutamani atuone tumefika mwezi wa 4, hakutamani familia zetu zikiwa na kicheko, hakutamani kuona afya zetu zikiendelea, hakutamani kutuona tunapumua, hakutamani kuona tuna kazi na biashara, hakutamani kuona afya zetu zinanawili, hakutamani kuona mipango yetu inapiga hatua. Lakini wewe uliye Ebeneza, uliyetushika kwa mikono, uliyemkemea na kumshambulia adui, uliyempinga na kumteketeza adui, umetufanya tuwe salama hata sasa. Tumeuona mkono wako, tumeuona mkono wako hata tulivyopanda vyombo vya moto. Mungu, ulituepusha na zile ajali, ulituepusha na yale mabaya, ulituepusha na yale meno yako. Uhimidiwe Bwana usiyetutoa mawindo katika meno yao.
yao. Mtego wa mwindaji, mtego wa aliyetukusudia mabaya umevunjika na nafsi zetu zimepona. Uhimidiwe Bwana peke yako uliyefanya hayo yote, na msaada wetu tunajua uko kwako peke yako uliye Ebeneza. Umetutendea mengi. Ukarimu na neema yako vimekuwa pamoja nasi. Ukarimu na neema yako vimetembea pamoja nasi. Baba, kama si wewe uliyekuwa Ebeneza, roho za madeni, roho za dhuluma, roho za umasikini, roho za mitala, roho za kuachika, roho za madawa ya kulevya, roho za ulevi zilizotushambulia, zilizotufuatilia ili kutuangamiza, ni nani angeweza kutuvusha kwa ajili ya hizo? Umetutetea, umetutendea, umetuepushia na hayo yote. Ni mwezi wa 4, ni tarehe 28 ya mwezi. Mungu, tumeendelea kuona mkono wako. Hata sasa tunasema wewe ni Ebeneza ambaye hata sasa umetusaidia. Mungu, wako watoto wako waliopata ajira. Mungu, ndani ya miezi hii 4 waliomba, wakapeleka barua, wakaitwa kwenye interview, uliwasaidia wakafanikiwa. Hata sasa tunapozungumza wako kwenye ajira, si kwa uweza, si kwa nguvu zao, ni kwa sababu Bwana hata sasa umetusaidia, umetutendea tena kwa ukubwa. Tumeuona uaminifu na wema wako katika jina la Yesu. Mungu, ulitutunza, ulitupigania, hatukulala na njaa, hatukupungukiwa na mahitaji. Pamoja na kwamba inawezekana kazi zilipita mahali pagumu, kazi zetu za kiuchumi, haukunyamaza kimya Bwana. Umetulisha, umetunywesha, kama ulivyofanya kwa Elia. Saa zingine ulituma mpaka kunguru wakaja wakatuhudumia. Ulituma malaika zako wakatusaidia. Wale watu ambao hatukuwategemea walitushika mikono. Mungu, hatukulala njaa wala hatukupungukiwa. Hayo yote ni ishara ya kwamba wewe ni Ebeneza ambaye Bwana hata sasa umetusaidia, umetuponya na afya zetu. Wako walioumwa umewaponya, wako waliopata changamoto za afya, udhaifu na kila namna, uliwaponya na kuwaganga katika jina la Yesu. Ulionekana Mungu ukifanya kwa namna ya tofauti. Yako maneno ya uzushi, yako maneno ya kutupaka matope, yako maneno ya uongo yaliyotarajiwa, yaliyoandaliwa kwa ajili yetu. Ulituepusha na masingizio, ulituepusha na maneno mabaya na magumu, ulituepusha na maneno ya kufedhehesha na ya aibu. Mungu, kama hayo yote hayakufanyika wakati adui alitegemea yatokee kwetu, tuna uhakika ya kwamba wewe ni Ebeneza ambaye hata sasa umetusaidia. Baba, tunalibariki jina lako. Hakika tunapoushuhudia mwisho wa mwezi wa 4, hatuoni kingine chochote zaidi yako. Daudi anasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Sisi tunapoiona miezi 4, tunapoiona tarehe 28, hatuoni kitu kingine chochote zaidi yako. Mungu mwema, mwaminifu, kimbilio, msaada wetu wa karibu, ukamilifu na utoshelevu, ambaye Mungu, tunapohitimisha huu mwezi tunasema hata sasa wewe ni Ebeneza uliyetusaidia. Umetutetea Mungu, umetutendea, umetufinyanga, umetuvumilia, umetujari, umetuthamini, umetulinda. Tumekuwa salama tulivyo, si kwa sababu ya chochote, ni wewe uliyetusaidia. Ninakubariki kwa ajili ya mama huyu, ninakubariki kwa ajili ya baba huyu, kaka na dada na mtoto huyu, mahali popote wanapotufuatilia kwa namna yoyote. Hakika wewe ni Ebeneza. Tunze, mlinde, mpiganie. Baba, tunakubariki kwa ajili ya taifa letu na nchi yetu ya Tanzania, ambaye wewe ndiye mtawala mkuu, uliye Mungu wetu, Mungu wa taifa hili. Pokea sifa, heshima na adhama. Endelea kututunza, kutulinda, tuwe salama mikononi mwako. Ninaachilia mikoa yote ya bara na visiwani, mikoa yote iliyoko kaskazini, kusini, mashariki, magharibi na kati, uitunze wewe. Zile rasilimali zetu ulizotubariki kuwa nazo wa Tanzania, ambazo zingine hazipo duniani isipokuwa Tanzania, tujalie neema ya kufurahia hivyo ulivyotubariki navyo. Saidia wasimamizi wetu kuwa na hofu ya kwako, wajua wamepewa dhamana kwa ajili ya taifa, si kwa ajili yao binafsi. Waondolee roho hiyo, e Bwana. Wape roho ya kujua ya kwamba nyuma yao liko taifa ambalo wao ni wawakilishi kati ya wengi ambao wanasimama kwa niaba yao. Itunze nchi yetu, litunze kanisa lako la Tanzania. Ninawaleta viongozi wako wa nchi, wafunike, wape hekima, maarifa, utulivu, neema na kibali kitokacho kwako. Upako wako uliatamie kanisa la Tanzania. Tuone mkono wako na neema yako ya kimbingu ikituhudumia katika jina la Yesu.
tunazileta dayosisi zote, tunaleta Bwana mwili wa Kristo ulioko Tanzania, ufiche na kutunza mwenyewe. Tunaombea roho ya umoja kati ya mwili wa Kristo, tushikamanishe na neema yako. Lakini kipekee mno na kwa namna ya umaalum tunaiombea dayosisi ya Mashariki na Pwani inayosimamia maono ya Upendo Media, tukimtaja Askofu Dr. Alex Marasusa, msaidizi wake Jean Chadeli Luiza. Tunamleta katibu mkuu na naibu na wakuu wa idara zote, tunawashikamanisha na madhabahu yako. Kipekee tunaitaja ile idara ya uinjilisti na misioni inayobeba maono ya media hii. Bwana, wafunike watumishi wako, wafiche chini ya damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Hatuachi kuombea Bwana wakuu wa majimbo, wachungaji, wainjilisti, parishweka, wazee wa baraza wote ambao Mungu wamekuwa wakiumiza vichwa kuhakikisha tunaonwa na kusikika kila wakati kupitia media hii. Sifa na heshima zikurudia wewe. Tunamtaja mkurugenzi wetu dada Mengida kwenye madhabahu yako. Endelea kumfunika kwa upako wako kwa ajili ya hiki ambacho umempa kwa majira haya. Watenda kazi pamoja naye, watumishi wote Bwana walioko kwenye idara zote. Hatuachi kuwataja watumishi wako wanaotumika kwenye kila kona kwenye media hii Bwana. Wako tunaowajua na tusiowajua, wanaoonekana na wasioonekana. Lakini kipekee na kwa namna maalum tunaisogeza Gospel Forum kwenye madhabahu yako. Tunamtaja mtumishi wako dada Potina, mshike kwa mkono wako na kwa neema yako Bwana, na yeye anapoenda mwezi wa 5, upako mpya, neema mpya iende pamoja na yeye. Tunza afya, familia, uzao wake na kila ulichombariki nacho kishikamanishwe na wewe katika jina la Yesu. Lakini wako wenzetu ambao hawaonekani mahali hapa, mafundi mitambo wanaotufanya tuonekane vizuri kwenye YouTube na mahali pengine, wanaohusika na chochote. Mungu, na wao ni wanadamu, wana mahitaji yao. Ninawashikamanisha na madhabahu yako, neema yako ya kimbingu iwaonekanie. Asante kwa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wote wanaotufuatilia mahali popote, waliopiga simu na ambao hawakupiga, walioandika message tulizozisoma na ambazo hatujazisoma, hata wale ambao hawakuandika message. Wote mahitaji yao yote yaliyosemwa, ambayo hajasemwa, yaliyoko kwenye mioyo yao, yaliyoko kwenye simu hii tunayopokelea mahitaji na message, yote tunayaleta kwako. Uwakumbuke, uwatendee tena kwa ukubwa katika jina la Yesu. Tunapoenda kwenye kipindi cha ushuhuda, tuinulie Bwana wale watu sahihi ambao Mungu umewakusudia kwa ajili ya kile cha kwako. Nenda pamoja nasi kwa utukufu wa jina lako Yesu. Tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako. Amen. Ndani yako ukisikia kutuma sadaka, namba yetu ya sadaka ni 0757 220 220 0757 220 220. Mungu wa mbinguni akubariki. Wale wenzetu wanaotufuatilia kwenye TV watatukosa sasa, lakini jana hamkupiga simu. Pigeni simu. Piga simu, ukipiga simu bado tutakupata. Namba za simu ni zile zile. Kwa ukipiga simu hapa tutapokea ushuhuda wako. Tafadhali naomba, leta ushuhuda. Usiunganishe ushuhuda na mahitaji. Huku kwenye ushuhuda hatuombei. Mungu abariki sana. Asante sana. Ni mtumishi wa Mungu mwalimu wetu Mwasakifwa kutoka KKKT ushirika wa Highland, ametuongoza kwenye neno, maombi, maombezi. Tunaelekea sasa kwenye ushuhuda, tukiwa tunapata mapumziko mafupi kutoka studio, kisha tutarejea kwa ajili ya kupokea huo ushuhuda wako. Ni washukuru wenzetu kwenye kamera na social media, Diana Godiblesi pamoja na Vincent Porter. Asante sana MCR Upendo TV Mesmaim na Deusi Romani. Mimi ni Potina na Nelson Jacobo. Ni mapumziko mafupi tu, halafu tunarejea kwa ajili ya kupokea ushuhuda wako. Gospel Forum Ni salama.